Praise the Lord. Praise be to God. Basi kuna lile neno Yesu alisema tunapofungua Mathayo 22:7. Mathayo 22:7. Tunapoanza that 4. Naongea juu ya the great commandment. Biblia inasema nini? But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, 35. testing him and saying, "Teacher, which is the great commandment in the law?" Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul." Which is the greatest commandment in the law? In the law. Which is the great commandment in the law? Anapewa jibu na Yesu. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." Asante Bwana asifiwe sana. Na walikuwa namuuliza tu kwa njia kumjaribu ni sheria gani iliyo ya muhimu zaidi? Amri gani? Na Yesu akasema utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, kwa nguvu zako zote. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, nafsi, with all your mind. Bwana asifiwe. Na jambo hili la upendo ni jambo ambalo linajaribiwa sana. Upendo wetu kwa Mungu kwanza, na kisha pili upendo wetu kwa mmoja na mwingine. Na ili libitike ndani ya mioyo yetu na maisha yetu linajaribiwa sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu upendo ni kiini ama ndiyo nguzo. Ndiyo nguzo ya ufalme wa Mungu. Na sio tu nguzo, upendo ni Mungu. Mungu mwenyewe ni upendo. Mungu mwenyewe ni upendo. Love is considered the foundational principle of the kingdom of God. Ni nguzo ya ufalme wa Mungu, ama ya kanuni za ufalme wa Mungu, as it is the basis of God's very being and character. Na ya kwamba ni kiini cha asili ya Mungu na hata tabia ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Upendo ni asili ya Mungu. Upendo ni tabia ya Mungu. Upendo ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema he does not love his brother does not know God. Yule ambaye hapendani hamjui Mungu. This God kind of love or agape is unconditional and selfless. Upendo huu wa Mungu hauna masharti. Hauna masharti. Na ni selfless. Kusema kwamba haujipendi wenyewe. Kwanza unapenda wengine. Yaani haujidhamini kuliko wale wengine. Na tunasikia kwamba upendo ni asili ya Mungu na upendo ni Mungu. Hebu tuone dhihirisho. It is exemplified by Jesus' sacrifice and the command for his followers to love one another as he loved them. Tunapoangalia Mungu alipoona mahitaji ya dunia, alipoona kupotea kwa dunia, lazima angetoa suluhisho. Kama vile tunaambiwa na Pastor Ann, alipojua ya huyo mtoto, huyo msichana anaitwa Mora, wao ni Kisii, shosho yake yuko Kisii na hana mtu mwingine wao yuko. So alipopewa habari yake na akazijua,
aliguzwa, na kwa sababu ya upendo alikuwa provoked. Upendo ndani yake ulikuwa provoked kutenda tendo fulani. Bwana asifiwe. Na Mungu naye alikuwa provoked alipoona hali yetu ya mwanadamu, ya kwamba tunaelekea jehanamu sote, kwa sababu Adamu ametuweka kwenye dhambi na tumeuzwa kwa shetani. Basi Mungu alipoona ya kwamba hatima ya kila mwanadamu ni jehanamu, Mungu alitenda tendo. Bwana asifiwe. Unajua, Adamu alipokuwa anatuuza, alipokuwa anafanya hiyo choice, Adam hakujua the risk or what he was risking. Hakujua ya kwamba ana risk destiny ya ulimwengu, the whole mankind, ya kwamba watatumbukia wapi? Jehanamu. So, and you know, there are many times we are faced with such decisions. And before you make a decision, lazima ujiulize, hatima ya hii ni nini? Umuhimu wa hii ni nini? Bwana asifiwe. Hakujua kwamba Adam ya kwamba atatuelekeza jehanamu zote. Alipokuwa anafanya dhambi, hakujua atafukuzwa kwenye shamba la bustani ya matunda. Hakujua ya kwamba he is about to lose his covering and dwelling place, which was within the Garden of Eden. He never knew he was risking that he was going to lose what? He was going to lose divine protection, divine covering, divine provision, because he ate from the fruits of the shamba. Sindio jamani? And he never knew when he was sinning that the gate will be closed completely forever, and God will put a cherubim or an angel with a sword of fire cycling there. He never knew all that. He never knew that after this decision would lead the entire humanity into all kinds of sicknesses, diseases, infirmities, misfortunes, all kinds of evil and sufferings. He never knew that. When he was making that wrong decision, he never knew that. Are we together? But even when we are faced with such things or decisions, you got to do a lot of calculation. You got to be very, very careful. Ya kwamba kuna njia utapita au muamuzi utafanya ikumalize na jamii yako yote. Sema amen. Hata ya dhambi, kurudia dhambi itakuangamiza, na kuna kile kitakufa na shetani analenga akimalize. Lakini ukichagua maisha bora ya usafi, ya utakatifu, kuna zile baraka zimeahidiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu mwenyewe akiwa upendo, yeye mwenyewe ni upendo, alipoona hali ya mwanadamu, lazima angeleta suluhisho. Na suluhisho ilikuwa kumrejesha mwanadamu kwa Mungu. Sema amen. Kumrejesha mwanadamu wapi? Kwa Mungu. Na ndio tunaambiwa kwamba upendo huu ni unconditional and selfless. Sema amen. Kwa sababu hakuna kitu alihitaji mwanadamu kufanya. Yeye ndiye ilimpasa kufanya ili alete suluhisho la kudumu. Yeye ndiye ilimpasa kugharimu na agharimike, atoe kile ambacho, kwa sababu hakuna reconciliation, hakuna dhabihu. Lazima utoe dhabihu ili urejeshe, ulipe malipo ama gharama ya makosa yaliyokuwepo. Bwana sifiwe. Na yeye ndiye lazima angeendea gharama hiyo Mungu mwenyewe. Na hiyo gharama ilikuwa kubwa, kumpoteza yeye ambaye wamekaa na yeye tangu mwanzo na kabla ya mwanzo, na alikuwa mtakatifu na msafi, amtoe mwana wake wa pekee ambaye hakujua dhambi, hakuonja dhambi, amtoe awe nini? Awe dhabihu ama sadaka ya dhambi za wanadamu. Ni gharama ama si gharama?
Ni gharama ama si gharama? Ni gharama. Kwa hivyo upendo wake hauna masharti. Ati kwanza mfanye ABCD ndio niwafanyie hivi. Hakusema hivi. Yeye he went ahead, akamtoa Yesu afe kifo ambacho hakikuwa kimekufa na mwingine mbeleni. Hakuna mwingine alikuwa amekufa kwa ajili ya wenye dhambi na watu wenye waovu. Hakuna. Yesu ndiye alifanya hivi. Na wakati Yesu ametolewa kama sadaka, ndio Mungu sasa kupitia sadaka hiyo akaurejesha, akapatia nafasi ulimwengu urejeshwe kwake Mungu kupitia sadaka ama dhabihu hile. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoendelea, therefore love serves as the motive for all actions, the attitude for all relationships, and the ultimate goal of the kingdom of life, the kingdom life, both for oneself and for others. Therefore, love serves, upendo unatumika kama kusudi ya matendo na kama hali ya uhusiano, na ni lengo la hali ya juu sana katika maisha ya kifalme cha Mungu, kwako mwenyewe na kwa hata wengine. Bwana asifiwe. Yani unapopendana unatimiza kusudi la Mungu ama tazamio lake juu yako, na ili ulete mabadiliko katika maisha ya dunia hii. Ni upendo tu unaweza badilisha dunia hii. Hakuna kingine, hakuna lingine. Sema amen. Na Mungu tayari amefanya yake, amemaliza. Kwa hivyo kile kimebaki ni sisi tufanye yetu. Na ili tufanye yetu tumalize, kwanza tumeambiwa lazima tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote, kwa nia zetu zote, kwa roho zetu zote, na kwa mawazo yetu yote. Ni kweli ama si kweli? Na kisha baada ya kutimiza hiyo, tupende mmoja na mwingine kama vile tunavyojipenda wenyewe. Are we together? Yes. Unavyopenda wengine, unapopenda wengine kama unavyojipenda, utakuwa mahali ambapo Mungu atakutumia kama chombo cha kuwasilisha upendo wake Mungu kwa ulimwengu ambao haujajua upendo. Utakuwa chano, utakuwa chombo, utakuwa mfereji ambao Mungu atapitishia upendo wake, ili upendo huo ufikie nini? Ulimwengu usiojua upendo. Bwana sifiwe. Maisha ambayo tumeitwa na Mungu tuyaishi sio maisha rahisi. Sio maisha rahisi. Kama vile Pastor ametuambia hapa. Huyo mama alikuwa anakaa hapa Yoto. Hakuwa na meno na ni mtu mchanga. Pretty woman. Pastor akaendea gharama akamweka meno, si ndio? Sasa kuwekwa meno, sasa kaona watu anaanza kuattract attention ya watu. Ndio hiyo hakuje kanisa. Ndio hiyo maisha. Hello. Ndio hiyo. Yeye alikuwa ni chombo cha Mungu, Pastor Ann, cha kunini? Kutiririsha upendo wake wa Mungu kwa huyu dada. Alete mabadiliko. Alilete hakuleta. Alimguza maisha yake hakumguza. Alimrembesha hakumrembesha. Alimrembesha. Lakini utaona ya kwamba recipients, wale wanapokea, wanaweza chagua kufanya chochote na dhihirisho ya upendo wa Mungu. Anaweza kutukana hiyo upendo, ama anaweza pokea na appreciate Mungu kwa ajili ya upendo huo. Bwana sifiwe. Ulimwengu uko hivyo, na hatupaswi kuchoka. Na tukiendelea kufanya bila kuchoka, watazidi kuona wema wa Bwana. Kwa maana tumesikia kwamba the love of God is unconditional and it is selfless. Lazima kanisa lijue the love of God is unconditional. Haijalishi atakufanya namna gani huyo mtu. Umempa chakula, umemlipia school fees, umemtendea mema. Kama wale vijana nimelipia school fees kanisani hapa, walikuwa wengi. Nilikuwa nimeambia Mungu hakuna mtoto wa kanisa hili, ilikuwa kitambo kidogo, ambaye ata drop out kabla hajafika form 4. Lazima afanye mtihani wa form 4. Wasichana, vijana.
na tulilipa school fees, na nilikuwa nalipa na checkbook ya kanisa, check ya kanisa. Lakini sipaswi kukatisha upendo wa Mungu, ya kwamba siwezi onyesha mtu na upendo kwa sababu wale hawakuja kusema asante. Are we together? Kwa maana hakuna masharti mimi nilitoa kwao, nilitoa tu upendo, kwa sababu kile nilikuwa natenda ni cha kudhihirisha upendo wa Mungu kwa ulimwengu usiojua upendo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoendelea kudhihirisha, kwa maana wewe ni daraja, wewe ni mfereji, Mungu ndio huyo. Mungu anataka kuguza mtu. Mungu akitaka anaweza angusha chakula. Alituma kunguru kwa Elijah, lakini God has not chosen to do that every time or to everybody. Kwa hivyo Mungu ana wewe, he has you and he has me. Atutumie kama kunguru kupeleka nini? Chakula kwa watu ambao tunajua wana njaa. Kulipia rent watu ambao tunajua hawana nini? Rent, wanafukuzwa. Sema amen. Wanafukuzwa nyumba. Na ni mshirika wako, nampenda, mmekana kanisani muda mrefu, ni mtu anampenda Mungu, hafanyi hivyo kwa makusudi, lakini ni hesabu tu zinakataa kuingiana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atakutumia wewe kwa tokana mahali Mungu amekuweka, akutumie. Mungu akutane na mahitaji ya huyo mtu ili uguze maisha yake. Uguze maisha yake. Bwana asifiwe. Sio kazi rahisi. Ni rahisi ama ni ngumu? Ni ngumu. Lakini Mungu ametuamuru tufanye hivi. You shall love the Lord your God with all your heart. You are doing this out of the love you have for God. Because this God forgave you things that no one else would have forgiven you. It's only you who knows the sins that you had committed. It's only you who knows how much you are lost, how you were lost. It's only you knows what forgiving means. Bwana asifiwe. So because of that, that motivates you to pour out this love that God gave you to other people. Pour it out to other people so that they may receive this love. And this love may transform them, and they become what? Channels for God to help other people. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio injili ambayo tumeitwa tufanye. How love operates in the kingdom of God. The foundation of being. Because God is love, his kingdom is a kingdom of love, where selfishness has no place. Kwa sababu Mungu ni upendo, ufalme wake ni ufalme wa upendo. Mahali hakuna kujipenda na hakuna ubinafsi. Ubinafsi hauna nafasi na haupasi kuwa na nafasi katika maisha yako. Mungu ufalme wake sio wa ubinafsi. Sema sio wa ubinafsi. Hauna ubinafsi. Everything in the kingdom is a product of love, and its sustainability relies on love. Kila kitu katika ufalme wa Mungu kimezaliwa na upendo na kinadumishwa na upendo. Kimezaliwa na upendo, kimedumishwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kama hukuwa na nyumba, uombe Mungu akupe nyumba. Kama hukuwa na karo ya shule, Mungu akupe. Kama hukuwa na gari, Mungu akupatie. Hiyo imetokana na upendo. Imezaliwa na upendo. Itadumishwa na upendo. Sema amen. Itadumishwa na upendo. Kwa hivyo, the primary principle, love is the foundational value on which all other kingdom values are built. Yani, upendo ndio mambo mengine yote ya ufalme wa Mungu yamejengwa juu yake. Mengine yote ya ufalme wa Mungu, kanuni zingine zote zimejengwa juu ya upendo. Zingine zote, msingi wa kila kitu ni upendo. Ikiwa utaponywa ni kwa ajili ya upendo. Ikiwa utasamehewa ni kwa ajili ya upendo. Ikiwa utafunguliwa milango ni kwa ajili ya upendo. Ikiwa utainuliwa ni kwa ajili ya upendo. Sema amen. Ikiwa utatendewa chochote ni kwa ajili ya upendo.
Kwa hivyo mambo yote msingi wake ni upendo. Sema amen. It is the guiding principle for how people are to live their lives and how they should relate to one another. Yaani ni kanuni inayotoa mwongozo jinsi watu wanapaswa kuishi na jinsi wanapaswa kuhusiana mmoja na mwingine. As outlined in the greatest commandment, to love God and to love one's neighbor. Bwana Yesu asifiwe. Njia kubwa na mzigo na hata kazi kubwa tulio nayo siku ya leo kama Wakristo ni kudhihirisha upendo wa Mungu. Jambo la kiini ama la msingi ni kudhihirisha upendo wa Mungu. Unapokutana na mtu aliye na mahitaji, unapokutana na mtu aliye na shida na upungufu, unamuignore ama utarespond namna gani? Ukimtendea tendo, umfanyie jambo fulani, tayari umedhihirisha kile ambacho Mungu alitaka udhihirishe, jinsi ya kuhusiana na yeye tokana na upendo. Huyo atapokea upendo wa Mungu kupitia wewe. Atasikia uguzo wa upendo kupitia wewe. Hebu angalia jinsi we have been very unkind. We've been very kind with that which does not belong to us. Because the love of God comes from God, emanates from his heart. God is the source of his love. We tap it from God. It flows into our hearts. We are supposed to give it and pass it out generously. Generously. But we are so mean with that which does not belong to us. That which you have received freely. The Bible says, freely receive, freely give. We have freely received this love from God. Can we freely give out this love? Say amen. It doesn't take money. It doesn't take your money. Just takes a step of faith. Hello. Just take a step of faith. Just take courage. Be bold. Knock the door of your neighbor. Tell them about Christ. Or just talk to them what is happening in our church. I would love you to come to our church. This and this is happening. We worship God and God comes down and speaks. We worship God and comes and touches people, changes people's lives. Just tell them that. It is enough. When they come to church, they will be able to partake of what is happening here. They will partake. They will taste. Bwana asifiwe sana. And when they taste, then they'll make a point of coming again or telling somebody else about it. Bwana asifiwe. As many as are within your reach, please do something about it. Mchungaji hazai, kondoo ndio anazaa. Ni kweli ama si kweli? Kondoo ndio anazaa. Bwana asifiwe sana. Hebu nikwambie, nilisikia habari za Yesu kwanza nikiwa class 5. Class 5, primary 5. Na mhubiri mmoja aliitwa Patrick Chega, alikuwa anahubiri mashule sana. Akahubiri neno moja tu. What shall it profit a man by gaining the whole world and lose his own soul? Just that word. And that word, I'm telling you, it got me to a place where God wanted me. The rest of my life until I got saved. Hata nikiwa kwa baa na kunywa pombe na kale hizo viti mrefu, ninasikia, what shall it profit a man by gaining the whole world and lose your own soul? What shall it profit a man by gaining the whole world and lose his own soul? One time I was in Kitale town. Tumenunua vitu Uganda, tumezileta, tumeuza Kitale. Sasa sinikwenda kujivinjari. Mungu alinenea. Let me tell you. Na nikatoka kwa hiyo bar, na nikawacha pombe. Na nikachukua gari, nikakuja Nakuru. Bwana asifiwe. Na kutoka hapo maisha yangu yakaanza kubadilika. Hilo nalo lilinikalia maisha yangu mpaka nilipookoka. Sema amen. Mbona uendi kuambia mtu neno moja tu la Biblia? Sio lako, soma Biblia. Msomee tu Biblia. Mwache hilo neno, mwache.
Umemwachia kitu ambacho kitabadilisha moyo wake na maisha yake na mwelekeo wa maisha yake. Sema amen. Na mbingu zitakuheshimu kwa ajili ya jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. The motive for action. Actions within the kingdom are to be motivated by love. Actions within the kingdom, they are to be motivated by love. Kama hiyo msichana Mora, vile pastani alimsaidia, si ndio? Ama hiyo mama ambaye aliwekwa meno. This means acting out of selfless desire to help and serve others rather than for personal gain. We don't do it for personal gain. We do it freely. Freely we have received from God. Freely give others. We have gifts, all of us. The Bible says you shall lay hands on the sick and the sick shall recover in Jesus' name. Isn't it? Unasikia? By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. This outward expression of love serves to both draw others into the kingdom and demonstrate the transformation that has taken place within believers. Hii inasababisha kuvuta watu kwenye ufalme na hata kuleta mabadiliko kwa watu wa Mungu. The model for human love. The love of God as seen in Jesus' self-sacrifice serves as the ultimate model for human love. Believers are called to reflect this unconditional, action-oriented love in their lives, forgiving others, acting with kindness and compassion, even toward enemies. The love of God as seen in Jesus. Upendo wa Mungu kama vile unaonekana ndani maisha ya Yesu Kristo, vile alivyojitolea bila kujipenda. Hii inatumika kama kilele cha mfano wa upendo wa wanadamu. Waaminio wameitwa kudhihirisha upendo huu ambao hauna masharti. Hello? Kwa kuwasamehe wengine, kuwaonyesha fadhili ama kindness, compassion ambao ni rehema, even towards enemies. Hata mtu ambaye ni adui wako, umeamuriwa umsamehe. Umeamuriwa umpende. Sema amen. Amen. Kwa maana wewe ni kiumbe kipi? Sema mimi ni kiumbe kipi? Mimi ni kiumbe kipi? Sema lazima nifanye vile Mungu ananiamuru. The source of transformation. Experiencing God's love is what enables individuals to live in accordance with the principles of the kingdom. Tunaposhiriki upendo wa Mungu, hii ndio inatuwezesha tuishi kwa kanuni za ufalme wa Mungu. Kwa sababu tumepokea, we are recipients of God's love. Lazima tuishi vile Mungu angalipenda, ambayo ni maisha ya kuonyesha upendo.